Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, leo ni sherehe ya kupaa Bwana. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 11. Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso sura ya kwanza aya ya 17 hadi ya 23, na Injili ilivyoandikwa na Marko sura ya 16 aya ya 15 hadi ya 20. Wapendwa, ninayewaletea tafakari hii ni mimi Padre Bernardo Msuya aka Beno Mkatoliki. Katika tafakari hii tunaongozwa na maneno yanayosema kutoka katika Injili, mbona mnasimama mkitazama mbinguni? Ndugu wapendwa katika Kristo, leo tunaadhimisha tukio la ajabu na la utukufu. Yesu Kristo Bwana wetu anapaa kurudi kwa Baba yake mbinguni. Mitume wake walimwona akiinuliwa juu mbele ya macho yao hadi mawinguni. Kisha malaika wakawaambia, huyu Yesu ambaye mmeona akipaa atarudi tena kama mlivyomwona akienda. Hakika hii ni sherehe ya ushindi, sherehe ya tumaini, lakini pia sherehe ya mwaliko wa kutenda. Sasa tuanze kutafakari kwamba Yesu anapaa, lakini hatuachi, hajatuacha wakiwa, hajatuacha yatima. Yesu hakupaa mbinguni kutuacha yatima. Alituahidi, niko nanyi siku zote hata ukamilifu wa dunia. Rejea Mathayo sura ya 28 aya ya 20. Yeye yuko pamoja nasi katika hali ya kiroho na kwa njia ya kanisa lake, kwa njia ya sakramenti, kwa njia ya neno na zaidi kwa njia ya Roho Mtakatifu. Maana yake nini? Kwamba hata tunapopita katika ugumu wa maisha, magonjwa, ukosefu, vifo, chuki, udhalimu, hatuko peke yetu. Yule aliyeshinda mauti yupo nasi. Wapendwa katika Kristo, tunaalikwa kutazama mbinguni bila kutenda hakutoshi. Tunaambiwa kwamba kutazama mbinguni bila kutenda kufanya nini? Hakutoshi. Malaika waliwaambia mitume, mbona mnasimama mkitazama mbinguni? Ndugu zangu, sisi wa Kristo hatuitwi kuwa watazamaji tu wa wokovu, bali washiriki wa kazi ya wokovu. Leo kuna watu wengi wanaoishi maisha ya kutazama tu, wakisubiri mabadiliko bila kuchukua hatua, wakiomba tu lakini hawafanyi kazi, wakilalamika lakini hawajitolei kujenga jamii. Kupaa kwa Yesu ni mwito kwetu kushuka kutoka mawingu ya ndoto na kuingia katika maisha halisi kwa utume. Lakini vile vile sisi sote tumetumwa. Tunaambiwa nendeni ulimwenguni kote. Yesu alipokuwa akipaa aliwaambia, nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili. Ni kama kusema, mimi napaa, sasa ni zamu yenu. Na sisi leo tumeitwa kuwa mashahidi, wazazi, kuhubiri Injili nyumbani kwa kuwalea watoto katika imani. Viongozi, kuwa mfano wa uadilifu na upendo. Vijana, kusimama imara katika maadili katikati ya vishawishi vya dunia ya leo. Mapadri na watawa, kuendelea kushika utume wa upendo na huduma kwa wote. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kupaa kwa Yesu ni dhamana kwetu. Yesu alipaa juu ili atufungulie njia ya mbinguni, na sasa anatufanya sisi kuwa miili yake duniani. Kanisa
yaani sisi sote tumeitwa kuwa mikono ya Yesu inayotendea watu huruma, miguu ya Yesu inayotembelea maskini, mdomo wa Yesu unaosema kweli na kutangaza wokovu. Tusiwe kanisa la kukaa tu, bali la kutenda. Tusiwe waamini wa kutazama tu, bali waamini wa kushuka uwanjani. Daima tukumbuke kwamba tuna maisha ya mbinguni ndani yetu. Kupaa kwa Yesu ni ushuhuda kwamba maisha haya sio mwisho, kuna maisha ya milele. Mbinguni ni nyumbani kwetu. Kwa hiyo tukumbuke dunia sio yetu ya kudumu. Tusijifunge na mali, cheo au sifa za dunia. Tuwe tayari kila siku kwa maisha ya utakatifu, toba na upendo. Tuwe wainjilishaji wa tumaini kwa familia, kwa jamii, kwa vijana waliokata tamaa. Na mwisho kabisa, wapendwa katika Kristo, Yesu anapaa sio kutuacha, bali kututuma. Anapaa ili kutufungulia njia, lakini anatuita sisi kushuka chini kwa utume. Leo tutoke kwenye kutazama mawinguni tu na kuingia kwenye matendo ya mbinguni duniani. Matendo ya upendo, huruma, utakatifu, mshikamano, haki na amani. Msiwe watazamaji wa wokovu, bali mashahidi wa Kristo hai. Kazi kubwa imeanza. Tumepewa agizo. Roho Mtakatifu anakuja kututia nguvu. Basi twendeni tukatende kwa utukufu wa Mungu na wokovu wa dunia. Amina. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Padre Bernardo Msuya aka Beno Mkatoliki wa shirika la Jumuiya ya Mapadri wa Mtakatifu Joseph Benedicto Kotolengo, nikifanya utume kama paroko msaidizi katika parokia Mtakatifu Stefano Shahidi Kisarawe Pwani, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Tumsifu Yesu Kristo.